Katika kuhakikisha uzalishaji wa zao la korosho unaongezeka nchini, serikali kupitia Bodi ya Korosho Tanzania umezindua ugawaji wa jumla ya pikipiki na vishikwambi 245 kwa maafisa kilimo mkoani Mtwara. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara ambaye ndiye mgeni rasmi, amewataka maafisa hao kuwa waadilifu ili kufikia lengo la uzalishaji wa tani 700,000 mwaka 2025-26. Tumieni vizuri mafunzo yale mliopata kuwafikia wananchi, kuwaelimisha, na bahati nzuri mmepewa nyenzo mbalimbali ikiwemo usafiri. Ninatoa wito kwa maafisa ugani kuzitumia pikipiki hizi kwa ufanisi na kuhakikisha zinawanufaisha wakulima wote. Fanyeni kazi kwa bidii, uweledi na uwajibikaji ili kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya korosho. Uwepo wa pikipiki hizi utawezesha mkoa kufikia lengo lake la uzalishaji wa tani 420,400 za korosho ghafi zitakazochangia kwenye uzalishaji wa jumla ya tani 700,000. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuwasaidia wakulima, kwanza kuwafikia kwa urahisi, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba tunawapa elimu iliyo bora ya kilimo ili tuweze kupata tija katika uzalishaji wa mazao yetu, hususan zao la korosho. Pikipiki hizi zikawe chachu kwa ajili ya kufanya tafiti, lakini pia zikasaidie kuhakikisha zao la korosho linatoka hapa tulipo na tunakwenda mbele zaidi. Dhamira kwa ajili vijana hawa 500 nchi nzima kupitia programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora maarufu kama BBT ni pamoja na kutekeleza majukumu yafuatayo. La kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhuisha kazi data ya wakulima wa korosho nchini. Tuwe na taarifa sahihi za wakulima wa korosho ambao watastahili kupata pembejeo za ruzuku ya serikali tutakapoanza kugawa mwezi wa 4 mwaka huu. Vijana hawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, watasimamia kwenye vituo vya ugawaji wa pembejeo, kusimamia ugawaji, mapokezi na ugawaji wa pembejeo kwenda kwa wakulima. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watu watatoa elimu ya matumizi sahihi na salama viuatilifu kwa wakulima pamoja na kutoa elimu huduma za ugani katika maeneo ambayo wako. Kwa hiyo hawa vijana, mojawapo ya jukumu lao pia ni kuhamasisha ufuaji wa mashamba pori ili tuweze kuongeza uzalishaji wa korosho hapa nchini. Lakini pia wakati wa msimu wa mauzo watasimamia ubora kwenye ngazi ya chama cha msingi na mfumo wa uuzaji wa korosho nchini. Kwa vijana hao watakuwepo katika kipindi cha mwaka mzima mpaka tunafika kwenye msimu wa mauzo ya korosho. Kwa watasimamia shughuli zote katika zao la korosho. Lakini pia watawajibika kuwatembelea wakulima mashambani na kuwashauri pamoja na kuwasikiliza changamoto za wakulima na kuzitatua. Lakini pia baada ya msimu watashiriki katika kukusanya takwimu za uzalishaji wa korosho ambazo tutakuwa zinabaki majumbani ili tupate takwimu halisi za uzalishaji. Mara baada ya kukabidhiwa pikipiki na vishikwambi hivyo, maafisa ugani walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Adita Grace Mauya, ni afisa kilimo wa BBT. Mimi kama afisa kilimo, kwa niaba ya wenzangu, ninashukuru kwa Bodi ya Korosho kutukabidhi hizi pikipiki. Zitaturahisishia sisi kuwafikia wakulima na kuwapelekea huduma kwa wakati. Kwa majina naitwa Marius Morris, ni afisa kilimo toka Bodi ya Korosho. Nyenzo hizi za kazi tulizozipokea leo tutazitumia kuhakikisha kwamba tunawafikia wakulima wengi, lakini pia tunatoa mafunzo ya kilimo ambayo yatawezesha wakulima waweze kuvuna zaidi. Jumla ya pikipiki walizopatiwa maafisa kilimo mkoani hapa ni 245, huku kufanya jumla ya pikipiki 500 kwa nchi nzima pamoja na vishikwambi ambavyo vitasambazwa kwa mikoa inayolima korosho, huku bodi ikigharamia mafuta ya pikipiki pamoja na vifurushi vya data. Kutokea hapa Bodi ya Korosho, sina la ziada. Mimi ni John Manolo wa Manolo Media. Nikusihi usiache kulike na kucomment, lakini usiache kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Manolo Media, tumenyooka. Wateja wako wapya wapo karibu nasi. Kama biashara yako ingepata kuonekana kupitia channel yetu, jiulize wangapi wangegeuka na kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa manolotv89@gmail.com ama WhatsApp namba 0782024151.